inapofikia wakati kunakuwa hakuna uaminifu katika ndoa, Mungu swala hili huwa analichukulia kwa serious sana. When it comes to cheating, God is always serious about that issue for marriage couple. Kwa ndo maana unaweza ukaona katika Agano la Kale Mungu alikuwa anatoa adhabu nzito sana kwa sababu hapendezwi na uasherati. Ndio maana unaona hadi kuna sadaka ya wivu ambayo ilikuwa inatolewa na mwanaume baada ya kuhisi au amepata viashiria na ushahidi wa kutosha kwamba mke wake sio mwaminifu. Kwa unaweza kuona kabisa kwamba Mungu hapendezwi na hiki kitu, sio cha kimungu. Ingawaje watu sasa hivi wanachukulia, wanaona ni kawaida, wanaona ni jambo la kawaida tu kwamba cheating is just normal. Sasa hivi watu wengine wanaiongelea na kuinadi kwa kila namna, lakini cheating is not normal. It's not normal and is not acceptable to God. It's not acceptable. Ndio maana ukisoma kitabu cha Hesabu sura ya 5 kuanzia mstari wa 11, neno la Mungu liko wazi kabisa. Unaona jinsi ambavyo linaonyeshea namna gani cheating is not normal to God. Sio kitu kizuri. Hesabu sura ya 5 mstari wa 11 anasema kwamba kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, anamwambia nena na wana wa Israeli, waambie kama mke wa mtu yeyote akikengeuka na kumkosa mumewe, anasema na mtu mume akalala naye kwa uasherati, anasema na jambo hilo likamfichamania mumewe, likawa jambo lisilojulikana, na huyo mwanamke akawa najisi, wala hapana shahidi, kama shahidi hakuna aliyeshuhudia juu yake, wala hakufumaniwa. Sikiliza kwa makini. Anasema kisha mumewe akashikwa na roho ya wivu, akamwonea wivu mkewe, naye akawa najisi huyo mwanamke au kama akiingiwa na roho huyo mwanamke, au kama akiingiwa na roho ya wivu akamwonea wivu mkewe, naye hakuwa na unajisi huyo mke. Mstari wa 15 anasema ndipo huyo mume atamchukua mkewe aende naye kwa kuhani, naye ataleta sadaka yake kwa ajili yake, yani sehemu ya 10 ya efa ya unga wa shairi, asitie mafuta juu yake wala asitie ubani juu yake, maana ni sadaka ya unga ya wivu, ni sadaka ya unga ya ukumbusho ya kukumbukia uovu. Unaweza ukaona kwamba sadaka ya wivu ilikuwa ikitolewa nyakati zile kwa wenzetu katika Agano la Kale. Mstari wa 16, basi kuhani atamleta mwanamke akaribie na kumweka mbele za Bwana, kisha kuhani atatoa maji matakatifu katika chombo. Sikiliza maelekezo hayo. Atatoa maji matakatifu katika chombo cha udongo, kisha kuhani atatoa katika vumbi lililo pale chini ya maskani na kulitia katika hayo maji. Akishalitia katika maji, mstari wa 18 anasema kisha kuhani atamweka mwanamke mbele za Bwana, naye atazifungua nywele za kichwani mwa huyo mwanamke, kisha atampa hiyo sadaka ya unga ya ukumbusho mikononi mwake, ambayo ni sadaka ya unga ya wivu, naye kuhani atakuwa na hayo maji ya uchungu. Atakuwa na maji ya uchungu, kwa kuna maji ya uchungu vile vile yanahusishwa hapo. Utayaona function yake au kazi yake ilikuwa ni ipi kwa mtu wa namna hiyo ambaye anaisiwa kwamba amemchiti mume wake. Wanasema na huyo kuhani atakuwa na hayo maji ya uchungu yaletayo laana mkononi mwake. Kazi ya hayo maji ya uchungu ilikuwa ni kuleta laana kwa mwanamke, ni kuleta laana kwa mwanamke. Mstari wa 19 anasema tena kuhani atamwapisha huyo mwanamke, naye atamwambia mwanamke kwamba hakulala mtu mume pamoja nawe, tena kwamba hukukengeuka kuandama uchafu ulichini ya meo
maji haya ya uchungu yaletayo laana yasikudhuru. Kwa alikuwa anapewa maji, anaambiwa kama ukulala na mwanaume, maji haya yasikudhuru. Kama ulilala na mwanaume, maji haya yakudhuru. Ndivyo ambavyo ilikuwa inatamkwa. Lakini kwamba umekengeuka chini ya mumeo, ya kwamba uhali ya unajisi na mtu mume amelala nawe asiyekuwa mmeo, anasema hapo ndipo kuhani atamwapisha mwanamke kwa kiapo cha kuapiza. Kisha kuhani atamwambia huyo mwanamke, maneno haya Bwana na akufanye wewe uwe laana na kiapo kati ya watu wako. Hapo Bwana akufanyapo paja lako kupooza. Kwa hiyo ile laana jayo ya uchungu alikuwa anampelekea mwanamke kwenye laana ya kusababisha kiungo chake cha mwili kuweza kupooza. Paja linapooza. Zangalia kwamba mtu anafikia mahali ya kupooza na tumbo lako kuvimba. Anasema na maji yaletayo laana yatakuingia matumboni mwako na kukuvimbisha tumbo na kukupozesha paja lako, na mwanamke ataitika amina, amina. Kuonyesha kweli kama hakufanya atakuwa salama, lakini kama alifanya tayari anakuwa kwenye shida na anatakiwa kuitika amina, amina. Mstari wa 23 anasema kila kuhani ataziandika laana hizo ndani ya kitabu na kuzifuta katika maji ya uchungu. Kwa anaandika kwenye kitabu, alafu anazifutia kwenye maji ya uchungu. Kisha atamnywesha mwanamke huyo hayo maji ya uchungu yaletayo laana, nayo maji yaletayo laana yataingia ndani yake, nayo yatageuka kuwa uchungu. Mstari wa 25, kisha kuhani ataitoa hiyo sadaka ya unga ya wivu kwa kuiondoa mkononi mwa huyo mwanamke, naye ataitikisa sadaka ya unga mbele ya Bwana na kuisongeza pale madhabahuni. Kisha kuhani atatoa konzi moja ya sadaka ya unga kuwa ni ukumbusho wake na kuteketeza madhabahuni. Baadaye atamnywesha mwanamke huyo hayo maji. Mstari wa 27 anasema kisha hapo atakapokwisha kumnywesha maji, ndipo atakapokuwa kama amekuwa hali ya unajisi. Ina maana kama alifanya uovu kweli, kama kweli alichiti, kama kweli alizini. Anasema baada ya hapo, anasema hayo maji yaletao yatamwingia ndani yake na yatakuwa uchungu, na tumbo lake litavimba na paja lake litapooza, na huyo mwanamke atakuwa laana kati ya watu wake. Kwa unaweza ukaona kwamba Mungu yuko serious na hapendezwi kabisa na kuhusiana na dhambi ya kuchiti, dhambi ya uzinzi, kutoka nje ya ndoa, kuhalalisha kwamba unaendelea kumzunguka mume wako alafu unajiona kwamba mko naye pamoja. Kulikuwa na adhabu, kulikuwa na penalty ngumu sana, penalty mbaya sana. Kwa hiyo mimi naweza nikasema hiyo ni some kind of divorce, kwa sababu mtu kuvimba tumbo, kiungo kupooza, ni ina maana anakuwa na laana hiyo, anabaki hivyo katika maisha yake yote. Ina maana tayari ni kwamba kaisha kuwa divorce, ni some kind of divorce. Kwa namna hiyo Mungu alikuwa na divorce, anamdivorce mwanamke kwa sababu ya uzinzi. Ndio maana ukiangalia kitabu cha Mathayo sura ya 19, Mathayo sura ya 19, unaweza ukaona kwamba jinsi ambavyo hata Yesu hakupendezwa na hiyo kitu, na yeye akaja kugonga msumari. Maana walipomuuliza watu ambao walikuwa makutano mengi, Mafarisayo, wanamwambia je, ni halali mwanaume kumwacha mwanamke kwa kila sababu? Alichowaambia ni kwamba mwanamume asimwache mwanamke isipokuwa kwa dhambi ya uasherati. Kitabu cha Mathayo sura ya 19, kwamba isipokuwa kwa uasherati amwache. Kwa unaona huku kidogo imelainishwa ni kwamba amwache isipokuwa kwa uasherati, lakini huko pande ule ni kwamba mtu anapata laana, alafu anapata ulemavu vile vile, tumbo linajaa, viungo vingine vinapooza. Baada ya hapo, ina maana yule mtu alikuwa, ina maana ndio mwisho wake, hakuna tena mahusiano. Kwa Biblia haijipingi. Mbona ukienda kuangalia tena unamwona Paulo anasema vile vile mwanamke aliyeachwa, yule anayekutana naye ni kwamba anazini, ni kwamba tayari amefungwa moja kwa moja, hawezi tena kufanya kitu kuendelea na tendo hilo, kwa sababu amekwisha kwenda kinyume na Mungu. Mungu anachukia sana dhambi ya kuchiti,
anachukia sana dhambi ya kuchiti.